of the Republic of Kenya, His Excellency Rigathi Gachagua. And sorry, I made a mistake. There is Your Excellency, if you allow me, kuna kitu nilikuwa nimeahidia kanisa hili, ulete haraka kabla His Excellency hajamaliza. Leta haraka sana kwa sababu Bishop anataka kanisa lijengwe ili nifanye nini. Sorry, Your Excellency, for keeping you waiting. These 100,000, please have it kept somewhere ile peni yangu. Asante sana Your Excellency, and sorry for keeping you waiting. I forgot. Thank you very much. Thank you. Bishop George, Bishop Kihato and your wife, kanisa letu, viongozi wetu wakiongozwa na Senator Ndutu, waheshimiwa wabunge, waheshimiwa MCAs, na washirika wetu wote, wakebu, wamani wa yatu wamura mnamurera. Yaini mwega. Hidi shiole. Yaini mwega. Ya ishara na madani ya gosho. Amen. Happy New Year. Happy New Year. Baba wetu askofu, kwa niaba hawa wanasiasa naomba msamaha kwa sababu wameongea sana, hata ikabidi ikapita ile muda kanisa ilichukua, na kama kuna mahali walipotea tunaomba msamaha. Hawa wanasiasa wakiona microphone na waone wananchi wanakuaga namna hiyo, so tusamehe. Bishop Kihato, I want to say thank you very much kwa kutukaribisha katika kanisa hili baada ya Jumapili ya kuomba pamoja na kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa yale yote yanayotufanyia. Mimi na mke wangu tunashukuru sana. This is a great church. Hata kama ni ya mabati, ile roho iko hapa, iko sawa sawa. Na usijali hata kama ni ya mabati, that is the beginning. Kwa sababu sasa mmenunua kiwanja, nasema pongezi. Sasa kazi imebaki ni ya kujenga nyumba na kifahari kujengea Bwana. Na hiyo safari tutatembea pamoja. In whichever way tutaanza kusupport wewe, na maybe tukikaa Senator Ndutu atupange atuite hapa harambee kubwa tukuje tuchange pesa ya kujenga kanisa hili, kwa sababu niliona kulinunua kiwanja, unaanza kupanga kuchora. Nitatoa zawadi kidogo ya kuanza ile kazi iko shilingi 300,000. Bishop ndio hii, tuanze naye. We can start as Ndutu watatupanga tukuje, hii ni 300,000, tuanze ile kazi ya leo. Ono praise and worship watu ni maida ya mono na maida hamona hiyo na ndio wakena na ndio amagio ya ndio mwendete na ndio mono ndio hapa tukaribisha na ndio wakena mono na tulika ndio kana kai ndio kana ke ni kuma kule hapo ndio ndio waide ndio kule tukuma odireba kwa hapo mjoro from December na koleto pia mkirado kuma gitaro kia Mount Kenya na kundu kuingi onge mathikiriria nigetha tubage nyumba ino itu na tuguikara nigetha muthenya ungi tutigekora irima rira turi na koguo ninjoete maundu maingi muno. Nilikuwa nimeahidi ya kwamba by January 31st nitakuwa nimesanya maoni ya watu wetu, na vile wataniambia nitoe mwelekeo yetu ya kisiasa kuendelea mbele. Natoka kuomba msamaha, nimechelewa kidogo kwa sababu maoni yamekuwa mengi sana, na nilikuwa nafikiria ni watu ya Mlima peke yake watakuja, watu ya Masai wakakuja, watu ya Kisii wakakuja, watu ya kwa Nyanza wakakuja, watu ya Western wakakuja. Nikaona hatutaki tuwafungie nje.
Ama ungetaka tuwafungie? So tukaona tuchukue maoni kwa kila mtu, na bado ninaendelea. Kwa hivyo nimechelewa kidogo, lakini tarehe 9 Sunday coming ndio nitakuwa na nafasi nitoe ile interim report ya yale maoni nimepata, ile interim on Sunday jioni. Nitaongea kwa redio zetu zote, ndio nimueleze vile watu wameniambia hii, wanataka tupange namna hii, nitoe interim report, alafu niendelee kusikiza maoni ya kila mtu. Si ni mzuri kusikiza maoni? Na tena hatutaki kukimbilia, kwa sababu hatutaki kufanya makosa. We kama hiti ya tiyo, I am very careful. I am very, very, very careful. We made many mistakes. Tulienda harusi na gari ya mtu mwingine, si ndio? Kufika kwa mtu akatuambia tushuke. Tulienda kwa serikali bila mkataba. Tulienda kuaminiana. Tulienda kwa serikali kwa misingi ya Ukristo. Tukaamini William Ruto kwa sababu ni Mkristo, tukafikiria yeye ni Bwana. Sasa we cannot make the mistakes that we made. So I have to be very, very careful. Ndio nichukue maoni, tupange vizuri, ndio tukitoa mwelekeo, we don't make a mistake. So on Sunday the 9th of this month, I will release the interim report on what our people have told me on the direction that we need to take, and from there tutatembea pamoja. Mimi niseme ya kwamba watu ya Mathioya na wakulima ya majani chai na kahawa, hii ya watu hapa Murang'a, na nikiwa pale ofisini nilifanya kazi mingi sana ya mabadiliko katika sekta ya majani chai na kahawa. Nataka kuuliza wale wako kwa serikali sasa, to build on what we did. Kuna pesa nilisukuma shilingi bilioni 7 ya kulipia watu madeni ya kahawa. Hiyo pesa haijaachiliwa. Please, sukumeni hiyo pesa iachiliwe, tulipie watu wetu madeni. Kuna mabadiliko tulifanya pale kwa chai, muimplement yale ambayo tulikubaliana. Kuna kazi tulianzisha ya kupigana na pombe haramu. Nilipigana na pombe haramu ikiwa na huyu mke wangu, na tukamaliza pombe haramu, bomba zikasimama, watoto wakarudi, watoto wakaanza kuzaliwa. Tangu watufukuza kwa kazi, pombe imerudi haijarudi? Si imerudi? Inaua watoto wetu. So wale wanauliza kazi tulifanya, please, tulimaliza pombe, umerudisha. Na umerudisha hii pombe ndio watoto wetu wakufa. Tunataka kuuliza nyinyi mkuwe na huruma kwa watoto wetu. Have some sympathy and empathy for our young people, and don't allow these killer crews to come back. That is a program we had worked on very successfully, and all of a sudden imeachiliwa, imekufa. Sisi tunasema tuko na kazi nyingi sana ya kufanya, na mimi nataka niseme we have a big problem. Why the economy is not thriving? It is because the payslip was raided. Wafanyikazi wote wako na payslip have been neutered. They have no purchasing power. And the new administration we are working on, our first responsibility will be to rescue the payslip. It will be to restore the dignity of the payslip and the payslip holders. So mimi nataka kuuliza wafanyikazi wote wale wako na payslip, both in the public and the private sector, much as you are suffering, much as you are having a difficult time, iko matumaini mbele. We are going to deal with this situation politically, so that tuunde serikali ambaye it will restore the dignity of the payslip. Zile kodi kama hii ya affordable housing tuitupilie mbali, turudishie mfanyikazi hiyo pesa yake, akajenge nyumba yake kwa nafasi yake.
It is not the work of government to put up houses for people. Kazi ya serikali ni barabara, maji, stima, usalama, madawa hospitalini na masomo. Hii mambo ya kujenga nyumba, kila mtu atajenga nyumba yake kwa nafasi yake. Kayo mtipa ya nyumba shani. Na mtu wetu hali yake kate. Hapo kinyera so milioni wengine wanasema why Gachagua anasema hii maneno ya manyumba. I thought is a good thing. Mpaka niliingia pale nikajua ni biashara. Ni watu wanajifaidisha kwa hiyo programu ya nyumba na kuumiza wafanyikazi both in the private sector and the public sector. And I want to give a commitment to all workers in the republic, both in the private and the public sector, that we are seized of the matter and the magnitude of the crisis that faces our workers in the country after their payslips were raided and they have been denied the purchasing power. And that is why our economy is having a challenge. And we'll do whatever it takes, not only to rescue the payslip, but to restore its dignity, because that must be done. Sisi shida yetu na William Ruto na serikali ni ahadi za uongo. That is our problem. Mambo ya uongo. Tuliahidi hawa watu wote wetu ya kwamba bottom up economic transformation agenda ni ya kuweka pesa kwa mfuko ya kila Mkenya. Instead, ile kidogo walikuwa nayo kwa mfuko, serikali ikaingia kwa mfuko ikatoa. Si ndio ilifanyika? And that is why there is a problem. Ndio tunasema hii maneno ya uongozi ya udanganyifu ni mambo ambayo hatutaki. And Kenya is a democracy. Tusipigiwe kelele ya kwamba tumeamua, tumedanganywa. Kwa sababu sisi ni watu tumesoma, sisi ni watu werevu. Na mjinga akierevuka, werevu wako wapi? Mashaka. Hao watu wameerevuka. Tulikuwa tunaongea mambo ya bodaboda wakatemwa. Sasa nimeona tena wamerudishwa. Same street. Sasa vijana ya bodaboda wapatia 1,000. Hiyo vijana ya bodaboda wamecharuka sana. Auga jogu dekati kona ke na ngombe dekati kona ke. Sisi tunasema na nimefurahi sana pale ya vijana. Watu ya eneo hili ya Mlima Kenya wamesema wale wanataka kuja kukuletea pesa, mkuja na mkuja na pesa nyingi. Tuko na haja nayo. Lakini kuja kutembea, kusomea na kutukana viongozi katika mlima haiwezekani. Sasa hiyo kijana alikuwa ametumwa kutoka Rift Valley akuja atukane JB Muturi. Akaambiwa na wewe ndio ile pesa Mungu nayo, alafu mtoka kufanya nini? Mambo ya kutukana viongozi wetu hapa mlima, kuja kuwasomea, kuja kuwakemea haitawezekana tena. Kama mko na pesa mko naye, mulete. Hao watu ni hatari kwa kufungua hoteli na kufunga. Our people are experts. Kufungua hoteli kufunga wanajua. Mulete pesa mpatie watu. Sasa hapo hebu walikuja wakaachiwa karibu 15 million. Alafu kila kijana akapatiwa 1,000 akaenda nyumbani. That is what we want. Lakini na mkate na soda. Ni sawa. Ile watu ya mlima wamekataa. Ni watu kuja kusomea viongozi hapa na kuwakemea na kuwakosea heshima. Na nilifurahi sana kwa sababu hata wale walikuwa wanatukana viongozi wetu huko Rift Valley, huko Western, jana walikimbia. Sasa watukanane huko Western, watukanane huko Rift Valley. Wakifika hapa wafunge mdomo. Wafunge mdomo. Watu hapa wamekataa hiyo maneno ya kufanya Mlima Kenya kuwa kiwanja ya matusi, ya kukosea watu heshima, na ya kuita sisi wa kabila na mambo mengine ambayo haifai. Those who want to come, you come. Na sisi hatuna haja na mtu, hakuna mtu tuko na fujo na yeye. Mkuje msikize, mkisikia ni uongo, mnasema hiyo ni uongo. Mkisikia haina maneno, unasikiza. Na msiweke watu sana. Muongee 10 minutes 15 muwapatie pesa watu waende nyumbani. Si ndio? Kuna haja muongeleshe watu masaa 5 alafu unawaekea na watu wanataka kuchukua pesa waende nyumbani. Hata juzi wamekuja hapa Enarasha, kila mtu 1,000 1,000 1,000, watu na ngoja tu pesa.
Ubaya ni kubeba watu na malori kwa sababu wanaweza kuwa na accident. Hakuna hapa haja ya kuleta watu na malori. Kama unataka watu ya kusungumzia, si uchukue tu watu ya area. Wale wako tu hapo karibu kuwapangia kila mtu kili moja wakusikize, iingilie masikio hii tokea ngapi? Alafu wewe ufanye nini? Si iko namna hiyo? Kwa sababu tunasema hata wale tumeona ile hoteli imefunguliwa pale Ikulu na ingine Karen. Watu nabebwa hapo kila mtu kumi. Nendeni mchukue pesa. Lakini mkuwe careful na hiyo pesa. Sababu hii pesa ni damu yetu na watoto wa agency. Hii pesa ni ile ingenunua madawa. Hii pesa ni pesa ya ng'ombe. Lakini pesa kwa sababu si mbaya. Hii pesa usipeleke mtoto nayo shule. Hii pesa usinunue ng'ombe. Atuweke pamoja na ile yako. Hii pesa ni ya kukula siku hiyo. Alafu karibu Mungu amepanga mwili yetu mzuri. Unakula alafu inasia kwa hapo inafanya nini? Hiyo pesa iko na damu kwa sababu hiyo iliguzwa vijana wetu wa agency wamekufa. Hii pesa ni ile ilinunua madawa kwa hospitali. Ndio imejazwa pale Karen na Ikulu na Mbeya. Atu watu ya mlima wapewe ndio biduka. Unaweza biduka? Lakini pesa kwa sababu inaweza saidia. Ile tu I want to caution you as my people. Pesa hiyo ndio washitu kanyana shia. Ngoja bila nia. Na tukana gole mahio kutukalia mama. Na tukana lele mwana shukuru na pesa ile. Isho ndio ya kule anakanwa ngau. Kale? Na kwa hote keka itikara na bora yoriko. Ili leo bora yoriko. Bali wewe ukienda Karen ukipewa 10,000 kwa sababu huwezi maliza peke yako. Ukifika yeye muita marafiki. Mkule hiyo mwali. Hiyo pesa isifike nyumbani. Inaweza kurumu ile pesa yako umetafuta haja. Na it is unfortunate that the government has diverted public funds meant for our hospitals, meant for our women, wale akina mama, meant for capitation, ya kuhonga watu ya Mount Kenya tuwarudi kwa president na ile mtu yake aliweka kwa kazi. All that is taking place in State House in Karen is bribery. It's a sin of crime. It's a sin of crime. And these are public funds. But we are saying because we have problems, tuko na shida ya pesa. Hatuwezi waambia watu wetu wasichukue pesa tutakosana na hao. All I have done is to show you how to use our money. Kisho nisi hapo leo nakadua tau. Ndio kainuka na kile. Ono kwa mtu ya kunyo mwende ndio kama tukijilia moshi. Umwele moshi madia bro. Oera uburo. Aho ndio pesa hauke. No kikorora vile wa mundu mutatwara na wega nake. Umurehera pesa. Na hii maneno ya kuchukua pesa ya serikali kuonga watu kama Mount Kenya tumeizoea. Tuliona wakati ya BBI. Tuliona wakati ya Azimio. It's an exercise in futility. What is sad is misuse of public funds for political bribery and trying to corrupt our people to go in a certain way politically. Sasa tunaona mabasi yote ya shule instead ya kuwa inapeleka watoto shule inakuwa preserved kusaidia watu wetu ni kuchukuliwa kupeleka watu kwenda kuhonga. Unaona mabasi imejaa kwa barabara. But we are saying Jogu dekalipona ke? Na ngombe dekalipona ke? Iwe mule ya doge. Iwe mutike ule kabuti ya na mungi ya mara mwenye. Nikimalizia ndio mimi niwachie hapo. Hii maneno ya abductions, we continue to condemn abduction in the strongest terms possible. And to say, even the colonial government, brutal as it was, it never targeted our children. We want to call upon the president to stop the abductions and killings of our young people. It is pointless, Mr. President, for you to pretend to be creating peace in DRC
when your government is abducting and killing our children. It doesn't make sense. That is pretense. How are you concerned about the insecurity in DRC when under your very watch, your government is abducting and killing our young children? Mambo ya criminal gangs. Serikali imetafuta criminal gangs hapa, wachafue hapa kwa Kenya. Knowing very well ya kwamba hawa vijana hawatakubaliwa na vijana, na wanataka hiyo vijana wapewe pesa walete fujo, hiyo vijana wetu wajipange wapige hawa, hiyo watuchekelee Wakikuyu wanapigana. That is what has happened pale Mwea. Hiyo kikundi imeamuka, watu pale Mwea wameshikana, wamewaua. That is what they want. Because they know our people cannot accept that criminal gang route. Kama sasa walikuwa wanapanga ni watume hapa waharibu kanisa. Sasa vijana hapa wakajipanga. Lakini hawakukuja na wamefanya vizuri. Because that they should not be misused. Ndio wakija wapigwa na vijana yetu. Sasa rais akikunywa maziwa pale na watu yake ile inaitwa musiki, wanacheka ati Wakikuyu wanapenda. Ugo ni watu wageire. Nĩgetha atĩ andũ aitũ mahũrane atũthekagĩrĩre ũrĩa tũrĩ ithuĩ atĩ nĩ Gĩkũyũ kĩragũa na kĩ. I want to urge our young people, please, usikubali kutumika vibaya. Pale Mwea wameuawa wawili na watu ya huko wamesema hawezi kubali, because those guns will not be allowed to come, and that is what the president wants. Hiyo vijana wakuja waanze kuleta vurugu, watu wetu wajipange, wauane, wapigane, atuchekelee. Let us not fall into that trap. And we ask him, utapeleka askari na mwanagani Haiti kupigana na criminal gangs, then your government is sponsoring gangs in Kenya. It is hypocrisy. Why don't you first deal with the gangs here? And these gangs are not even there, you are the one who is reviving them and encouraging them. So sisi tuseme watu wetu katika holi hiyo. Abuge aitwa marahe hiyo le Ruto. Marahe obesha. Maroka mara kunyanira ruriri. Umati wa kako inoka. Nei mutondo riri. Ndamerete kubarwa wa mahiti na wa mabu. Ndamerete kandi ya mere. Ibera wa mahiti ahe ndio wa mabu kunoka hore muka. Wa mahiti ya kuhura mukare. Wa mabu kwa hora ke. Ebu mahe ndio Ruto mamukararie. Ebu mati yokaga no ene agia kwa jaru ani kwa barugi. Ebu mati daga kainohi kawa ine. Sura ya kuradi yake na ugirero wake. Ebu maundu maikanire. Ebu dai kwa na kwa inoki akadi kwa mauga. Mundu wa kunyanire rure ni momoe ka mutu moe. Abare ya wale mubangite. Yako inuka. One way. Karema ashoka. One way. Na ni mahe ndio Ruto atendea. Gimera mundu ni ndira kumenya. Ninyo beno itu atare kare ka kutokayo kania kare na kukuhudira iwe. Makeo mukesi ngiri bara kata. Ye mwikate wa nyoko. Ndio shule kulingana na kuashi mingi. Ndio shule kali 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 kali. Sene taya mahewa milioni 10. Anyoto yo ne jaba. Moto kolega milioni 10 mo rume. Iwe iko milioni moja ile kana mo ganya diria. Abuja ya muranga me amure uwa maua na ari akinya kwa kata. Mabugire matingeria ruriri besha. Ari angeri makendia ruriri besha. Leo na loko hadi wa hadi leo. Aenda mbele mundu tuikama nake ni ema hadi. Hapo wa hadi ba bisho kubaya na mapasta ni. Ana ma hadi. Leo wala kuja tiago. Leo ni na iwe mudenge. Tusani kudatia mudenge. Moko denge. Moko denge. Numusiwe ka musiwe. Akujarire ruri ni mumoe ka mutimoe. Turenda wakoe uko cio mwaka wa hitiro kahoya na uridi wa Kenya. Mutume message hari nyumba yitu horo kunyanira ati miaka 50
gutiri mundu eciria ringi wa kunyanira ruriri andu acio mumuonie kaundu othe nigetha muthenya ungi mundu egutukunyanire ruriri akauga Kenya mbethi haria kahinda apo nimugeka uguo nituguthondeka maundu maitu na ni bangite wega na ni ndiramenya uria ndireka muhoere Ngai ahe ngugi na ukiririria bange nyumba ino itu wega kahora ringi yurage kiaga ndio kwa idi manene riki no maoni maria njoetera so far undu umwe andu maranjira ni ati ringi yurage kiaga atigacokia kara haria gengiria inyuno mugurauga kimakanjira ithuĩ Agĩkũyũ twĩgũtahĩka aitũtingĩrĩa kĩndũ inyuĩ no mũrĩe koguo no ndĩrathiĩ na mbere na kuoya maoni pole na ndĩmwĩre twĩna arata aingĩ twĩna arata kũrĩa Ikamba tũraiguithania twĩna arata Nyeni tũraiguithania twĩna arata kwamba Runja tũraiguithania bũrũri ũyũ witũ nĩ mwega na twĩna favor mũno ya ndũrĩrĩ iria ingĩ na gũtirĩ mũndũ angĩtũtega tũtigũtũrĩ ithuiki tũkũbanga maũndũ maitũ nginya maikare na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire na nĩtũgũkinya kũrĩa Ngai witũ endaga tũthiĩ. Koguo niĩ njuge thengio mũno, nĩndakena mũno.